unatakiwa tulia, msikilize Mungu. Changizo lolote linalotoka madhabahuni au popote kutumia mtumishi anaposema, tuheshimu. Kiongozi wako wa kikundi anaposema, mheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Sija kujifanya wewe kwamba kwa sababu una hela yako Afu tumekuwa na viburi sana, tuna viburi sana. Amina. Tunakuwa na viburi sana kwenye kutoa. Tunakuwa kwenye viburi sana kwenye kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulia. Haijalishi una mgonjwa, haijalishi labda kile siku umeambiwa utoe ndicho hicho siku kinaenda kufanya miujiza kumponyesha mgonjwa wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoambiwa tulia, utoe, tulia. Usianze kuangalia changamoto zako. Mtoto ada jazi, sui nini. Mwambie Mungu vyote hivyo sawa, lakini vyote ni vya kwangu na vyote. Wewe unakataa kutoa pale ukitegemea itaisha. Kwani ulikuwa nayo wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Changamoto yote uliokuwa nayo, tulia, msikilize Mungu. Kuna saa tukiletewa matangazo tunakuwa mbogo, tunakuwa wakali, tunakasirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku moja nilikuwa nimesafiri. Amina. Nilikuwa nimesafiri, nilikuwa narudi. Nilikuwa natokea Uganda. Binti yangu alisoma kule. Sasa tuliondoka pale kule kama kwenye saa 10 jioni. Kile magari yanasafiri usiku. Saa 10 tuliondoka kule Kampala. Basi saa 10 tukaenda, tukafika sehemu moja kwenye saa 2:30. Vituo sivikumbuki. Tukala kama kawaida, tukala chakula, tukaenda, ikawa usiku. Nakumbuka nilikuwa nimepitiwa na usingizi. Usiku kwenye sana, yani mida ya usiku tu hivi. Nikawa nimepitiwa na usingizi. Baada ya kupitiwa na usingizi, nashtuka, nasikia kuna kelele sana. Ugomvi. Abiria wamekasirika. Madereva wanakoga 3 kwenye hilo basi kutoka kule mpaka Tanzania. Abiria wamekasirika. Kwa nini? Sasa namuuliza, na yule baba nilokaa naye anagomba ile mbaya, yani watu ugomvi, haiwezekani si nini. Nikamuuliza, kuna nini? Ndo naanza kuuliza. Kumbe gari ile, ule umbali tuliosafiri, gari inageuka tena, inarudi kule kituoni tulikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Na nielewa hapo? Yaani kwa mfano, tuchukulie mfano labda unaenda Kariakoo, si ndio Sasa umefika wapi pale? Labda umefika Jangwani, ile gari inasema kwanza inarudi hapa Kimara. Umeshaona Wakati huo wote tayari umefurahi, umesema pale Jangwani bado kidogo utafika, utawahi maduka Kariakoo bado hajafanyaje? Hajafunguliwa. Umeshanielewa? Yaani hayajafungwa. Sasa tulisafiri umbali ambapo watu wale madereva wanasema kwamba kuna mzigo wameusahau kule ofisini. Kwa hiyo ule mzigo ni wa gari ile, lazima warudi wakafanyaje? Wakauchukue. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli binafsi mimi sijui, kwa sababu nalala usingizi, napenda usingizi mimi, yani kweli kasa sisi tutarudi tena tule, yani sijui hata itakuwaje. Maana nguvu za yani kusema ile sijui, siwezi, yani sielewi kwanza chochote. Kwanza hata nilikuwa sijui kama gari imegeuzwa inarudi. Mimi nilikuwa sijui. Basi yani ugomvi. Sasa bahati nzuri
Abiria ni wengi, madereva ni wachache, wale watatu. Bahati nzuri madereva wale wa kule yani ni mabonge, yani kwanza yani wamejiandaa. Abiria wakaleta ujinga, labda tunachapwa wote. Umeona? Kwa sababu nao walikuwa wakali, wanagomba. Sasa mizigo nyinyi mnajua sio nini? Kwani mna wasiwasi gani? Sio nini? Basi mwisho wake abiria wote wakatulia kwa sababu madereva wakawa wakali. Mwingine yule anaendesha aongei, yani gari inakimbia wala aongei. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo, changamoto yote ulikuwa nayo na kutokea, tulia, msikize Mungu. Gari likarudi. Hebu fikiria kama tulitoka pale kwenye saa 10 tukafika tena tukarudi pale kwenye saa 8 usiku. Usiku ndo tutafika pale tena. Amina. Wewe kumbuka tulitembea umbali gani? Sasa ile tunafika pale tu. Tunafika pale naona maaskari, yani ile gari imezungukwa. Maaskari na ile madude yale, kuna madude yani wameshika kama zile ngao, mabunduki. Yani gari imezungukwa pale, wakali fungua, wakafungua. Lakini nakumbuka lile eneo kweli ndio saa 10 nilikuwa pale, tukapandia pale, nakumbuka ile ofisi naikumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tukaanza moja kushuka. Tukashuka, yaani tunashuka huko, shukeni, wametusimamia hivi, shukeni, tunashuka. Tukashuka. Sasa huku nyuma huku kuna sijawajua wala sijui wa baba fulani, niliona tu makofia. Wale watu wakawa wanaambiwa washuke, hawataki kushuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaambia shukeni, wanasema tu kwamba tushuke kwa sababu gani? Tuelezeni sababu za kushuka. Pasipoti sijui tunazo, sijui vitu gani. Kwa nini tushuke? Maaskari wanapanda kule, wanabishana, maaskari wanatoka. Shukeni, hawashuki. Basi wakasema sasa tukafaulishwa gari. Kila mtu achukue mzigo wake, tukaonyeshwa gari lingine. Sasa tukaanza kuingia kwenye gari lingine. Amina. Tukaanza kuingia kwenye ile gari lingine, lakini yani hatuelewi. Tukaanza sasa, huu mzigo waliosema wameuacha, yani hatuelewi. Basi tukashuka, kila mtu akashuka na mizigo yake nini. Sasa tukaacha pale ile basi, tukaliacha pale, tukaanza kuondoka. Madereva wale wakaingia kwenye basi nyingine, tukaanza kuondoka. Tulipoondoka huko mbele, madereva wakaanza kututukana. Wajinga wakubwa nyie. Yani kumbe wale waliopandia pale ni majambazi. Sasa wenyewe walikuwa wameshapata taarifa. Naelewa kumbe wale walikuwa ni majambazi. Sasa sijui walipata vipi taarifa, sijui ndio yule dereva sana anatuambia. Kumbe kuna msitu mmoja sijui unaitwa nini? Kisumu sijui nini, nasikia huo msitu ndio eneo lao. Kumbe basi ningefika sehemu ile ndio sehemu ya kuambiwa kwamba kila kitu weka hapa. Kwa kweli wale madereva walikuwa wakali sana. Na wakatamka maneno machafu sana. Mngeolewa wote pale bila hata kama mna ndoa zenu, mngeolewa wote pale. Umeona? Kumbe wale walikuwa ni majambazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Changamoto yote unayokutana nayo, tulia, msikilize Mungu. Kwa mfano huo, mimi pale kweli nimejifunza kitu sana. Niliwaza sana, yani kwanza, sikupata picha kwamba hivi kweli tungeng'ang'ania, kweli tungefika huo msitu, ina maana tungekuwa si watu wa namna gani? Lakini inatakiwa saa nyingine Mungu ana makusudi kukuletea wewe hilo changizo, ili wewe kwenye vitu vyako ukabarikiwe.